Familia inapoharibika, taifa linaharibika. Kwa sababu unity ya kwanza ya taifa ni familia. Kwa sababu familia inapoharibika ndio inazaa watoto wa mitaani. Familia inapoharibika ndio inazaa wavuta bangi. Familia inapoharibika ndio inazaa watoto wanaovuta madawa ya kulevya. Familia inapoharibika ndio inazaa chokora, inazaa panya roads. Kwa hiyo unity ya kwanza ya kulindwa, kipande cha kwanza cha kulindwa ni familia. Na kinalindwa kwa kwanza umezaa na nani, unaishi na nani. Umenielewa? Kuna wengine hana ubaya ila familia yake alikotoka hawatokagi watu wema. Paka amshike Mungu ndiye atengane na mambo ya familia yao. Mlevi kama baba yake, mwizi kama baba yake, kaongo kama babu yake, kanavuta bangi kama bibi yake. Wewe huyu ameanza kuvuta bangi, kwenye ukoo wetu hazipo bangi, zitamharibu. Ina maana kama kwenye ukoo wao zipo, haharibiki. Kuna baadhi ya familia ambayo lazima uangalie. Na ndio maana zamani unamuona Abraham anamwambia Eliaza, mimi nitakufa kwa sababu nimezaa mtoto nikiwa na miaka 100 tayari. Mpaka huyu mtoto afikie muda wa kuoa, mimi nitakuwa nilishakufa. Na kuagiza wewe Eliaza, usimuoze mtoto wangu katika wanawake wa nchi za Kanaani. Nenda nyumbani kwa baba yangu kule, ukatafute mke kule. Anauliza Eliaza, je, kama nikienda kutafuta mke nyumbani kwenu, alafu mke nitakayempata akakataa kuja nchi ya ahadi, je, huyu Isaka nimpeleke kule? Akamwambia, jilinde nafsi yako, usimrudishe mwanangu katika nchi nilikotoka. Mungu atakuwa pamoja nawe. Uoe mke kutoka kwa Wakanani, usioe mke kutoka kwa Wakanani. Kaoe kwetu, kwenye ufalme wetu, kwenye nyumba yetu. Ananena kama sisi, anapiga majeshi kama sisi, anaimba kama sisi, anafunga kama sisi, anarudisha kama sisi, anaita kama sisi, anafyatua kama sisi, akifyeka anafyeka kama sisi, akingoa anangoa kama sisi, akisambaratisha kama sisi, na sura yake ni kama sura yetu. Mali ni matokeo. Hebu rudia hilo neno. Rudia tena. Rudia tena. Mali ni matokeo. Mali sio issue. Usiolewe kwa kufata mali, kwa sababu mali ni matokeo ya jambo. Asiye na mali leo akamfata Mungu na maelekezo ya Bwana, ana mali kesho. Of course yule mtu aliyeokoka muda mrefu anasema hivi, askofu, mbona mimi tangu nimeokoka nina miaka 20 na mali sina? Nisikize vizuri. Ndiyo maana nimesema wakati wa Mungu na kusudi la Mungu. Unaweza kwenda, ile miaka ya kufundishwa na Mungu huwa ni mingi sana, lakini ile miaka ya kupata huwa ni michache sana. Nirudie tena. Ile miaka ya tangu kuzaliwa, Mungu anakufundisha ili uje ufae kwa ajili ya kusudi, kupitia matukio mbalimbali, kupitia watu mbalimbali, kupitia maneno ya kila aina. Huwa ni miaka mingi sana. Lakini ile miaka ya kutimiza kusudi huwa ni michache, 2 au 3. Mfano, Yesu amezaliwa tangu mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3, mwaka wa 4, ana miaka 5. Yesu ana miaka 12, Yesu ana miaka 15, ana miaka 25. Ni mtu wa kawaida, hana muujiza wala nini. Ana miaka 29, alipofikisha miaka 30 akabatizwa. Roho wa Bwana akashuka juu yake kwa nguvu. Kuanzia na miaka 30 akaanza kutembea kwenye mafuta ya Masihi wa Bwana. Kwa muda wa miaka 3.5 tu akapaa kwenda mbinguni. Hii kazi iliyoenea dunia nzima
ni kazi ya miaka 3.5 iliyofanywa na Yesu, sio kazi ya miaka 30. Lakini maandalizi yake ni ya miaka 30, lakini kusudi lake ni ndani ya miaka 3 linatimia. Ninaamuru kuanzia mwaka huu kusudi lako alilokusudia Bwana lianze kutimia kwa jina la Yesu. Anayeamini